Kuna ukweli mmoja ambao haufundishwi ukiwa mtoto, na ukweli huo ni huu: watu wanaoweza kukuangusha vibaya zaidi sio maadui zako, bali ni ndugu zako. Na kabla hujakasirika, nisikilize kwanza. Kama una ndoto kubwa, kama una mpango wa kutoka hapo ulipo, kama hutaki kufa maskini kama walivyo wengi, basi video hii itakuumiza, lakini itakuokoa. Kwa sababu kuna ndugu yako mmoja au wawili au hata zaidi wanaokuchekea mchana, lakini kimoyomoyo hawataki ufanikiwe kuliko wao. Na sio kwamba wanakuchukia, hapana, wanakuogopa. Usiondoke. Sababu ya 7 nitakayoizungumza mwishoni ndiyo iliyovunja familia nyingi bila wao kujua kilichowatokea. Sababu ya kwanza: ndugu wengi hawapendi maendeleo yako, wanapenda usawa. Ukiwa chini kama wao, watakupenda. Ukiwa unapambana kama wao, watakuunga mkono. Lakini siku unapoanza kusogea mbele, siku unapoanza kuwaza tofauti, siku unapoanza kuota ndoto kubwa, ghafla wanabadilika. Wanaanza kusema, unajiona sana, umebadilika, unadhani wewe ni nani? Hawakuambii ukweli kwa nini wanatengeneza chuki zisizokuwa na msingi. Lakini ukweli ni kwamba mafanikio yako yanavunja amani ya mioyo yao. Sababu ya pili: wanajua udhaifu wako, ndiyo maana wana nguvu juu yako. Adui yako wanakujua kwa juu, lakini ndugu yako anakujua kwa undani zaidi. Anajua ulianguka wapi, anajua uliwahi kushindwa vipi, anajua nini kinakukera, nini kinakuvunja moyo. Na siku ukianza kupaa, anaweza kutumia hayo yote kukurudisha chini. Kwa maneno rahisi ni kwamba sio kila ndugu yako anapaswa kujua mipango yako. Sababu ya tatu: wengi hawataelewa ndoto zako na hawatajisumbua kukuelewa. Usitarajie mtu asiyekuwa na ndoto kubwa aelewe kwa nini huwezi kulala usiku. Usitarajie mtu aliyezoea maisha ya kawaida aelewe kwa nini hutaki kuishi tu. Watakuambia, acha hayo mawazo, ridhika, usijitese. Lakini hawakuambii ukweli huu kwamba woga wao si kipimo cha uwezo wako. Sababu ya 4: ndugu wengine wanapenda ufanikiwe, lakini usiwazidi. Wanataka ufanikiwe kidogo, upate hela kidogo, uishi vizuri kidogo, lakini usivuke mstari wao. Ukivuka tu, wanahisi wamepoteza nafasi yao ya kukutumia, nafasi ya kukudharau, nafasi ya kujisikia bora kuliko wewe. Ndiyo maana mafanikio makubwa huleta chuki kubwa kutoka kwa ndugu zako. Sababu ya 5: siri zako ndiyo silaha yao. Ukiwaambia kila kitu, usiwashangae wakikitumia. Sio kwa sababu ni wabaya, bali kwa sababu binadamu akiona anazidiwa huwa anajitetea. Na baadhi ya ulinzi wao ni kukudhoofisha wewe. Heshima haimaanishi kuwa mwazi kwa kila kitu. Sababu ya 6: ukiwa juu, watakupima kwa kiwango kipya cha makosa uliyoyafanya ukiwa chini au zamani. Walikusamehe, lakini ukifanikiwa, makosa yale yale yanakuwa ni dhambi kubwa. Wanakuangalia kwa jicho la utafika wapi? Una nini kwa sasa? Kwa nini sisi hatuna? Na hapo ndipo unapojifunza somo gumu kuwa hata kama damu ni nzito kuliko maji, haimaanishi ni ulinzi wa kudumu. Sababu ya 7: ukweli huu ukiujua mapema, utalia kidogo, lakini utaishi vizuri. Sio wote ni wabaya, lakini sio wote pia ni salama. Na mtu mwenye akili hachanganyi upendo na mipaka. Ukijua nani wa kumsogelea, nani wa kukwepa, nani wa kumsikiliza lakini sio wa kumfuata, utaokoa ndoto zako. Hitimisho: hii video haikutengenezwa kukuchonganisha wewe na ndugu zako. Imetengenezwa kukufungua macho, kwa sababu ndoto zako ni gharama kubwa sana kuzipoteza kwa sababu ya hisia, ni hasara. Kumbuka hili: sio wote ni ndugu zako, na sio kila ndugu yako anastahili umfungulie moyo wako wote. Kama maneno haya yamekugusa, usifurahie, tafakari. Na kama unamjua mtu anayehitaji kusikia ukweli huu, mshirikishe video hii kwa kuishare. Niandikie hapo chini kwenye comment,
ni sababu ya ngapi imewahi kuyagharimu maisha yako. Asante kwa kuitazama video hii mpaka mwisho, na kwaheri.